Katika kitabu cha Yohana sura ya 6 na mstari wa 45 tunasoma maneno ya Bwana Yesu ambayo aliyasema alipokuwa na wanafunzi wake pamoja na Wayahudi. Yesu anasema maneno haya katika kitabu cha Yohana sura ya 6 mstari wa 45. Biblia takatifu inasema, Yohana sura ya 6 na mstari wake ni wa 45. Pumzi ya Mungu aliye hai asema, Biblia takatifu inasema, imeandikwa katika manabii na wote watakuwa wamefundishwa na Mungu. Basi kila aliyesikia na kujifunza kwa Baba huja kwangu. Somo letu la leo linasema, je, ni swali linalouliza, je, umefundishwa na Mungu? Kwa sababu Yesu anasema na wote watakuwa wamefundishwa na Mungu. Katika dunia hii tunayoishi, ulimwengu huu umejawa na walimu wengi wasomi, wenye degree, wenye masters, wenye kiwango kikubwa cha elimu. Dunia hii kuna walimu wengi sana wenye maarifa na elimu kubwa ambazo ukitafakari katika akili ya kawaida ni watu ambao ni malecturer, wanaitwa malecturer, watu wenye elimu kubwa na ni walimu wanaofundisha wanafunzi katika kiwango cha hali ya juu. Ni watu wenye elimu bora, elimu kubwa sana, na elimu wanayoitoa inaweza kuwa bora, lakini katika walimu hao wote ambao wanapatikana katika dunia hii ya leo, hawawezi kukaribia au kufikia level na kiwango cha elimu cha mwalimu asiye na ukomo wa maarifa na chanzo cha maarifa yote ambaye ni Mungu. Kwa hiyo walimu wote wapo duniani wenye elimu kubwa, lakini hawawezi kufikia kiwango cha mwalimu mkuu na mwalimu asiyekuwa na ukomo, mwalimu asiyekufa, mwalimu aliye chanzo cha maarifa ambaye ni Mungu. Katika Biblia tunasoma kitabu cha Ayubu. Katika kitabu cha Ayubu sura yake ni ya 21. Biblia inasema katika kitabu cha Ayubu sura ya 21 na mstari wa 22. Kitabu cha Ayubu 21 mstari wake ni wa 22. Biblia inasema Ayubu 21 mstari wa 22. Biblia inasema, je, mtu awaye yote atamfundisha Mungu maarifa? Naye ndiye awahukumuye walioko juu. Hakuna mtu anayeweza kumfundisha Mungu Baba maarifa, kwa sababu yeye ndiye chanzo cha maarifa, yeye ndiye chanzo cha ufahamu na ndiye anayeweza kufundisha maarifa. Kitabu cha Misali sura ya 2 na mstari wake ni wa 6. Pumzi ya Mungu inasema, kwa kuwa Bwana huwapa watu hekima. Bwana yani Mungu ama Yahu huwapa watu hekima, kinywani mwake hutoka maarifa na ufahamu. Kinywani mwa Mungu ndipo panapotoka maarifa na ufahamu. Ndiye chanzo cha maarifa, ndiye chanzo cha ufahamu, ndiye chanzo cha elimu iliyo bora zaidi. Lakini pia Danieli akiwa katika Babeli anasema maneno yafuatayo katika kitabu cha Danieli sura ya 2 na mstari ule wa 20. Danieli nabii anasema haya, Danieli sura ya 2 na mstari wa 20 hadi 21. Biblia takatifu inasema, Danieli anasema hivi mbele ya mfalme Nebukadneza, anasema maneno haya. Danieli akajibu akasema, nalihimidiwe jina la Mungu milele na milele, kwa kuwa hekima na uweza ni wake. Yeye hubadili majira na nyakati, huuzuru wafalme na kuwamilikisha wafalme,
huwapa hekima wenye hekima, huwapa ufahamu maarifa, huwapa wenye ufahamu maarifa. Kwa hiyo Mungu ndiye aliye na ufahamu, ndiye aliye na elimu bora anayowapatia wanadamu. Mungu ndiye chanzo, ndiye mwalimu bora anayeweza kutufundisha. Kama tunataka kujifunza maarifa bora, yanapatikana kwa Mungu, maana ndiye chanzo cha elimu, ndiye chanzo cha maarifa na hekima. Elimu ya Mungu si elimu ya uongo, bali ni elimu, ndiyo elimu ya kweli. Kuna elimu leo ulimwenguni, kuna elimu mbalimbali, kuna mafunzo mbalimbali, lakini mafunzo haya yanaweza yasiwe ya kweli. Lakini elimu ya kweli na mafundisho ya kweli yanatoka kwa Mungu. Elimu ya kweli inatoka kwa Mungu, kwa sababu yeye ndiye aliyefanya uwepo wa vyote vinavyoonekana. Kwa hiyo elimu inayotoka kwa Mungu ni elimu ya kweli, na tunasoma katika kitabu cha Hesabu sura 23 mstari wa 19 ya kwamba Mungu si mtu hata aseme uongo. Kwa hiyo elimu inayotoka kwa Mungu, kile anachokisema Mungu ni kitu cha kweli na wala sio cha uongo. Sasa katika andiko tulilosoma la Yohana sura ya 6 na mstari wa 45, Yesu alikuwa akizungumza kuhusu elimu gani ambayo Mungu ndiye anayetufundisha. Ni elimu gani hii ambayo Mungu ndiye mwalimu anayetufundisha? Yesu katika muktadha wa sura ya 6 alikuwa akizungumza na Wayahudi pamoja na wanafunzi wake wapate kumwamini yeye kuwa ni mwana wa Mungu ili wapate kuishi. Kwa hiyo msingi ama mzizi wa topiki ambayo Yesu alikuwa anaifundisha hapa ilikuwa ni kuhusu yeye mwenyewe kwamba ni mwana wa Mungu. Ndiyo muktadha wa sura ya 6 ya kitabu cha Yohana. Na katika sura ya 6 hiyo tunasoma katika sura ya 6, Yohana sura ya 6 mstari wa 66 hadi 69. Tunasoma hapo katika Yohana sura ya 6 mstari wa 66 hadi 69. Biblia Takatifu inasema, kwa ajili ya hayo wengi miongoni mwa wanafunzi wake wakarejea nyuma, wasiandamane naye tena. Basi Yesu akawaambia wale thenashara, je, ninyi nanyi mwataka kuondoka? Basi Simoni Petro akamjibu, Bwana, twende kwa nani? Wewe unayo maneno ya uzima wa milele, nasi tumesadiki tena tumejua ya kuwa wewe ndiwe mtakatifu wa Mungu. Wewe ndiwe mtakatifu wa Mungu. Sasa katika Biblia King James Version ama tafsiri ya Kiingereza haitumii neno mtakatifu wa Mungu, lakini inasema tumesadiki ya kwamba wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu. Katika Biblia ya Kiingereza ama King James Version inasema, and we believed and are sure that thou art that Christ the Son of the living God. Kwamba tumeamini na tumeamini na tuna hakika ya kuwa wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu ali hai. Thou art that Christ the Son of the living God. Kwa hiyo Yesu Kristo alikuwa akizungumza kuhusu yeye mwenyewe kuwa ni mwana Mungu. Ndiyo topic ya msingi ambayo Yesu alikuwa akiweka katika sura ya 6 ya kitabu cha Yohana. Yesu anaweka wazi kuwa hakuna anayeweza kumwamini ya kuwa yeye ni mwana wa Mungu asipokuwa amefundishwa na Mungu Baba. Kwa hiyo hakuna mwanadamu yeyote katika ulimwengu wa leo ya kwamba ambaye anaweza kuamini ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu isipokuwa amefundishwa na Mungu. Leo kuna nadharia nyingi zinazopinga uwana wa Yesu Kristo. Kuna nadharia ya Kiislamu katika dini ya Uislamu ama katika imani ya Uislamu kule ama katika imani hii
wanapinga wazi kabisa ya kwamba Yesu si mwana wa Mungu na kwamba Mungu hawezi kuwa na mwana kwa sababu hana mke. Mungu hawezi kuwa na mwana kwa sababu hana mke, na wanasema hiyo ni kufuru. Kwa hiyo katika Uislamu kusema Yesu ni mwana wa Mungu ni kufuru mbele za Mungu. Na katika Ukristo, katika imani ya Ukristo, wale wanaoamini fundisho la Utatu Mtakatifu kwa hakika pia wanakana na kukataa ya kwamba Yesu si mwana wa Mungu, na mwisho wa siku wanaungana na hoja ya Kiislamu inayosema ya kwamba Mungu hawezi kuwa na mwana kwa sababu hana mke. Na ndio maana utakapofundisha ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu, mwisho wa siku utaulizwa ya kwamba tuonyeshe mke wa Mungu. Haya ni maswali ambayo yanaibuka. Watu wanakuwa na ujasiri wa kuuliza mambo haya ya kwamba tuonyeshe mke wa Mungu, kwamba ikiwa Mungu anazaa basi mke wake ni nani? Kwa hiyo ufahamu wa wanadamu unafikiria kwamba Mungu anaweza kuzaa kupitia kitu na hawezi kuzaa yeye mwenyewe. Kwa hiyo kwa mujibu wa Biblia, Mungu ana mwana, na wanafunzi wa Yesu waliamini katika andiko hili ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu kwa sababu Yesu Kristo alikuwa akifundisha ya kwamba yeye ni mwana wa Mungu aliye hai. Kwa hiyo pointi kubwa ya Yesu Kristo na mzizi wa hoja ya Yesu Kristo katika andiko hili ilikuwa ni kuhusu yeye mwenyewe ya kwamba ni mwana wa Mungu aliye hai. Na ndio maana wanafunzi mwisho wa mazungumzo walikiri na kuamini ya kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu aliye hai. Tunasoma katika andiko hilo katika mstari wa 44 na 45 ambapo Yesu anasema maneno yale, anasema hakuna mtu awezaye kuja kwangu asipovutwa na Baba aliyenipeleka, nami nitamfufua siku ya mwisho. Imeandikwa katika manabii, na wote watakuwa wamefundishwa na Mungu. Basi kila aliyesikia na kujifunza kwa Baba huja kwangu. Kila anayeamini kuwa Yesu ni mwana wa Mungu amefundishwa na Mungu. Mungu ndiye mwalimu anayetoa elimu ya kweli, na elimu ya kweli ni kuamini ya kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu. Kupinga uwana wa Yesu, kumpinga mwana wa Mungu Yesu Kristo ya kwamba amezaliwa na Mungu kutoka ndani ya Mungu, katika chapa ya nafsi ya Mungu, katika mfanano ule ule wa Mungu. Hoja ya kupinga Yesu ni mwana wa Mungu ni hoja ya uongo, ni elimu ya uongo, na mwasisi wa elimu hii ni Shetani mwenyewe. Shetani ndiye mwasisi wa elimu hii ya uongo inayokana na kupinga ya kwamba Yesu si mwana wa Mungu. Hii ndiyo elimu ya uongo, lakini elimu ya ukweli ni elimu inayotoka kwa Mungu, ambayo ni elimu ya uzima wa milele, na kila mwanadamu aliye chini ya dunia hii na aliye chini ya jua hili anapaswa kuamini ya kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu, na hii ndiyo elimu ya kweli. Elimu ya kweli inayotoka na kuletwa kutoka kwa Mungu ni elimu ya kumfahamu na kumsadiki Kristo Yesu kuwa ni mwana wa Mungu. Tunasoma katika waraka wa kwanza wa Yohana. Mtume Yohana anaweka sawa andiko hili akieleza kile ambacho Yesu alikisema katika sura ya 6. Anasema Mtume Yohana katika kitabu cha waraka wake wa kwanza, waraka wa kwanza wa Yohana, waraka wa kwanza wa Yohana sura yake ni ya 5 na mstari wa 20. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 na mstari wa 20. Katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 na mstari wa 20, Biblia inasema, nasi tunajua kwamba mwana wa Mungu amekwisha kuja. Hapa point katika mstari huu inahusiana na mwana wa Mungu. Sura yote ama kitabu chote cha Yohana ama waraka wa Yohana kimejikita kueleza ushahidi, kinatoa ushahidi ama ushuhuda. Kuanzia mstari wa kwanza hadi mstari wa 20 ni ushuhuda kuhusu Yesu Kristo ya kwamba ni mwana wa Mungu kweli. Kwa hiyo hapa tunasoma katika mstari wa 20,
Anasema nasi tunajua kwamba mwana wa Mungu amekwisha kuja, naye ametupa akili kwamba tumjue yeye aliye wa kweli, nasi tumo ndani yake yeye aliye wa kweli. Kwa hiyo Mungu ametupa akili. Kwanza tunajua ya kwamba mwana wa Mungu amekwisha kuja, alizaliwa na mwanamke, alivyotumwa na Mungu alizaliwa na mwanamke, akaishi duniani. Lakini baada ya kuja duniani, Mungu Baba ametupa akili, ametupa elimu, ametupa ufahamu, ametupa utambuzi kwamba tumjue yeye aliye wa kweli, yaani tumjue Yesu Kristo mwana wa Mungu wa kweli, nasi tumo ndani yake yeye aliye wa kweli, yaani ndani ya mwana wake Yesu Kristo, full stop. Kwa hapa anatuambia tunapomwamini, tunapomfahamu na tunapomjua, tunakuwa ndani yake yeye aliye wa kweli. Wana ni wengi, lakini anayetafutwa ni mwana wa kweli wa Mungu. Kwa hiyo anayetupa akili na ufahamu kumjua mwana wa kweli wa Mungu ni Mungu aliye baba yake. Hakuna amjuae mtoto isipokuwa mzazi aliyemzaa mtoto huyo. Kwa hiyo anayemfahamu Mungu zaidi na anayepaswa kutufundisha na kutuambia kwamba huyu ni mwana wake wa kweli ni Mungu Baba, na yeye ndiye aliyetangaza ya kwamba huyu ndiye mwanangu mpendwa wangu, msikieni yeye, kwa kuwa yeye ndiye baba wa mtoto huyo. Kwa hiyo tumo ndani ya mwana wake Yesu Kristo aliye wa kweli. Na anasema huyu ndiye Mungu wa kweli na uzima wa milele. Pointi hii, huyu ndiye Mungu wa kweli na uzima wa milele, inamrejelea Mungu Baba aliyetupa akili tumjue mwana wake aliye wa kweli. Kwa hiyo Mungu Baba ndiye anayetufundisha ama kutupa akili, kutupa ufahamu kumjua mwanaye Yesu Kristo kuwa ni mwana wa Mungu. Kama Yesu alivyosema ya kwamba hakuna mtu awezaye kuja kwa Baba asipovutwa, asipofundishwa na Mungu, kwa kuwa wote watakuwa wamefundishwa na Mungu. Mfano wa mtu aliyefundishwa na Mungu katika maandiko matakatifu kumfahamu na kugundua na kuona ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Mfano wa mtu mmojawapo katika maandiko matakatifu, tunasoma kisa cha Petro. Petro ni mmoja ya watu waliofunuliwa na Mungu, si kwa akili zao, bali kwa elimu itokayo kwa Mungu. Alijaliwa kufahamu ya kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu. Tunasoma katika kitabu cha Mathayo sura ya 16 mstari wa 16 hadi 17. Kisa kinasema hapa Yesu alikuwa na wanafunzi wake na akawauliza swali ya kwamba watu husema mwana wa Adamu ni nani? Zingatia swali la Yesu, mwana wa Adamu ni nani? Kwa hiyo hoja ilikuwa ni kwamba huu mwili ambao unaonekana kama mwanadamu ni mwana wa nani? Mwana wa Adamu ni mwana wa nani ama ni nani? Petro katika kitabu cha Mathayo sura ya 16 mstari wa 16 anasema, Simoni Petro akajibu akasema, wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Petro akajibu swali la Bwana Yesu, japokuwa yalitolewa majibu mengi na wanafunzi wa Yesu. Wengine akasema u Yeremia, wengine u Elia, wengine mmoja wapo wa manabii ama Yohana Mbatizaji. Lakini jibu sahihi lilikuwa ni lipi? Jibu sahihi lilikuwa ni lile lililotolewa na Petro ya kwamba Petro akajibu akasema, wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Yesu akamwambia Petro, heri wewe Simoni Bariona, kwa kuwa mwili na damu havikukufunulia hili, bali Baba yangu aliye mbinguni. Kwa hiyo yule aliyemfunulia Petro kujua ya kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu alikuwa ni Baba aliye mbinguni, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Huyo ndiye aliyempa akili Petro, aliyemfundisha Petro kujua ya kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu. Somo letu linasema, je, umefundishwa na Mungu? Ndio swali ambalo tunajibu leo. Petro ni mmoja ya watu waliofundishwa na Mungu na aliweza kufahamu na kutambua ya kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu aliye hai.
Waliofundishwa na Mungu ni wale waaminio ya kwamba ni wanaoamini na kukiri ya kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu. Na kila mtu asiyeamini amekubali elimu ya uongo itokayo kwa Ibilisi ama Shetani, ambaye ndiye baba wa uongo, na atakuwa amefundishwa na mwalimu wa uongo, mwalimu wa dunia hii, ambaye ni baba wa uongo, kama inavyosemwa katika kitabu cha Yohana sura ya 8 ya kwamba yeye ndiye baba wa uongo. Ibilisi, Shetani ama Shetani ndiye baba wa uongo, ndiye anayefundisha elimu ya uongo, kwa sababu anampinga na anakana ya kwamba Yesu si mwana wa Mungu, mzaliwa pekee wa Mungu, japokuwa maandiko yameweka clear na yameweka wazi, lakini Shetani anapinga. Kwa mwalimu wa elimu hii ya uongo anayefundisha wanadamu kupinga Yesu si mwana wa Mungu ni Shetani, kwa mujibu wa maandiko matakatifu, kwa sababu elimu ya kweli inatoka kwa Mungu. Katika kitabu cha Yohana, waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 mstari wa 10 tunasoma kuhusu ushuhuda wa Mungu kuhusu Yesu Kristo. Katika waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 na mstari wa 10, Biblia takatifu inatuambia, waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 mstari wa 10 nasema, yeye amwaminie mwana wa Mungu anao huo ushuhuda ndani yake. Asiyemwamini Mungu amemfanya kuwa mwongo, kwa kuwa hakuamini huo ushuhuda ambao Mungu amemshuhudia mwanawe. Kwa hiyo Mungu ameshuhudia ya kwamba Yesu Kristo ni mwana wake mpendwa. Anasema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu, msikieni yeye. Kwa hiyo yeye asiyeamini huo ushuhuda amemfanya Mungu kuwa ni mwongo, kwamba kile alichokisema Mungu kwa kinywa chake ya kwamba Yesu Kristo ni mwana wake mpendwa, mtu atakayepinga ya kwamba Yesu si mwana Mungu amemfanya Mungu baba yake kuwa ni mwongo. Na kwa hiyo sasa tunapata hapa ya kwamba elimu ya uongo ni ile inayopinga na inayokana ya kwamba Yesu si mwana wa Mungu. Hiyo ndiyo elimu ya uongo. Ni elimu inayomkana Yesu kuwa ni mwana wa Mungu, ambayo mwalimu wake ni Shetani ambaye ni mpinga Kristo. Tunasoma katika waraka wa kwanza wa Yohana, waraka wa kwanza wa Yohana sura yake sura ni ya pili. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya pili. Katika sura ya pili Biblia inasema na mstari wa 22, sura ya pili na mstari wa 22 nasema, ni nani aliye muongo? Hii ndiyo point. Elimu ya uongo inatoka kwa nani? Ni nani aliye muongo ila yeye akanaye ya kuwa Yesu ni Kristo? Huyo ndiye mpinga Kristo, yeye amkanaye Baba na Mwana. Yeye amkanaye Baba na Mwana. Kwa hiyo muongo ni mpinga Kristo anayemkana Yesu ni Kristo, yani anayemkana Baba na Mwana. Kwa kuwa asiyemkiri Mwana, anasema mstari wa 23, kila amkanaye Mwana hanaye Baba, amkirie Mwana anaye Baba pia. Kwa hiyo kumkana Yesu ni mwana wa Mungu ni upinga Kristo na elimu inayotoka kwa Shetani. Unapomkana Mwana umemkana Baba. Ukikataa uwepo halisi ama kuzaliwa kwa Yesu halisi na Baba, umemkana Baba yake, kwa sababu Baba, ili awepo Baba lazima awepo Mwana, na ili awepo Mwana lazima awepo Baba aliyemzaa. Kwa hiyo kukana mmojawapo, kukana ya kwamba Yesu si mwana wa Mungu halisi. Ukiangalia msingi wa fundisho la utatu linafundisha kwamba ni fundisho linalosema ya kwamba Yesu si mwana halisi wa Mungu, bali ni mwana kwa kuigiza, role play, kwamba Mungu na Yesu walikaa kikao wakajadili, wewe utakuwa mwana afu mimi nitakuwa baba yako.
maneno ya kutunga yasiyokuwa ndani ya Biblia, lakini yanawekwa katika fundisho na yanawekwa katika imani ya Ukristo kama msingi wa imani, lakini si maneno ya Biblia. Ni maneno ya kujitungia, ni maneno ya kutunga yaliyotungwa na wanadamu kwa utashi na akili za wanadamu na theolojia na ufahamu wa kibinadamu. Lakini ufahamu wa kimungu unakili na unafundisha Yesu ni mwana wa Mungu aliye hai. Kwa hiyo wanadamu wamepotosha ukweli ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu chini ya kiongozi mwalimu wao ambaye ni Shetani, anayemkana na kumpinga mwana wa Mungu aliye hai. Kwa hiyo fundisho la utatu linakana ya kwamba Yesu si mwana wa Mungu halisi, bali ni mwana kwa mfano, ni mwana kwa kujifanya na si mwana halisi. Kwa mtazamo huu unaondoa uhalisia wa nafsi ya mwana. Kwa hiyo utakaposema Yesu ndiye Mungu Baba, maana yake umeiondoa nafsi ya mwana. Huu ndio uhalisia. Ukisema Yesu ndiye Mungu Baba, umeondoa uhalisia ama umeiondoa na kuikataa nafsi ya mwana. Na utakaposema Yesu huyo huyo ndiye Mungu Baba, ndiye mwana, maana yake umeondoa pia na umemkana Baba. Kwa hiyo hawezi akawepo Baba kwa sababu Yesu ndiye Baba. Hawezi akawepo mwana kwa sababu Yesu ndiye Baba. Kwa hiyo hapa fundisho hili ndio limeleta mazingira ya upinga Kristo. Na huyu na mpinga Kristo haji kwa kimsingi. Mpinga Kristo hawezi kusema au kuja duniani akasema mimi ndiye mpinga Kristo na hivyo ulimwengu unapaswa kunisikiliza. Ninamkana Yesu ni mwana wa Mungu, ninamkana Mungu Baba, mimi ndiye mpinga Kristo. Mpinga Kristo hasemi wazi. Anachokifanya Shetani ni mdanganyifu. Shetani anamkana Yesu kupitia mafundisho, kwa sababu Shetani kazi yake ni kudanganya ulimwengu, kama inavyosema katika Ufunuo sura ya 12 mstari wa 9. Shetani kazi anayoifanya ni kudanganya ulimwengu, si kusema ukweli. Kwa hiyo haji ya kuambia ukweli ya kwamba mimi ndiye mpinga Kristo, unapaswa kuniamini. No, anachokifanya Shetani ni kudanganya ulimwengu. Kupitia fundisho la utatu, Shetani ameufundisha uongo ulimwengu. Dunia yote imefundisha, ulimwengu wa Kristo umefundishwa uongo na Shetani, na ulimwengu umemwamini Shetani na umeamini fundisho hili la utatu. Ni fundisho linalokana wazi na kusema Yesu si mwana halisi wa Mungu. Ni elimu ambayo Shetani ameiasisi kupitia malaika zake na kupitia wajumbe wake ambao ni wanadamu, na kuleta fundisho hili la utatu ambalo kimsingi linaonekana kama fundisho zuri, lakini mzizi wake na msingi wake ni kumpinga na kumkana Yesu Kristo kuwa ni mwana halisi wa Mungu kama maandiko yanavyosema. Upinzani huu wa Yesu mwana wa Mungu, upinzani huu wa Shetani aliyouleta dhidi ya Yesu Kristo mwana wa Mungu haukuanzia duniani, bali upinzani huu ulianzia mbinguni, ambapo mwovu ama malaika ambaye ni Lucifer aliyejiinua dhidi ya uzuri wake na hatimaye akataka kuchukua mamlaka aliyokuwa nayo mwana wa Mungu na kuipinga mamlaka ya mwana wa Mungu na kumpinga na kumkana Yesu ya kwamba si mwana wa Mungu aliyetoka ndani ya Mungu, kwa sababu Yesu alivyotoka ndani ya Mungu alikuwa aje kumfunua Mungu kwa malaika na kumfunua Mungu kwa wanadamu. Kwa hiyo Yesu alionekana na malaika, lakini Mungu Baba hakuonekana na malaika kwa sababu ya utukufu uliokuwa umemfunika. Kwa hiyo malaika walipomwona Yesu kama malaika mwenzao walimchukulia kama wa kawaida, na hivyo Lucifer akaanzisha upinzani dhidi ya mwana Mungu. Katika kitabu cha Ellen White, kitabu cha Ellen White kinaitwa Roho ya Unabii ama Spirit of Prophecy volume 1 ukurasa wa 19 na paragraph ya kwanza, anasema maelezo haya. Anasema malaika waliokuwa waaminifu na wakweli walitafuta kumpatanisha malaika huyo mwenye nguvu na muasi na mapenzi ya muumba wake. Anasema walihalalisha tendo la Mungu kumpa Yesu Kristo heshima
na kwa hoja zenye nguvu, wanasema na kwa hoja zenye nguvu walitaka kumsadikisha Shetani kwamba hakuna utukufu ulio kidogo uliokuwa wake kuliko kabla Baba hajatangaza heshima aliyokuwa amempa mwanawe. Waliweka wazi kwamba Yesu alikuwa mwana wa Mungu aliyekuwa pamoja na Baba kabla ya malaika kuumbwa, na kwamba daima amekuwa mkono wa kuume wa Mungu, na mamlaka yake ya upole na yenye upendo hayakuwa yametiliwa shaka hapo awali. Walihimiza kwamba kupokea kwa Kristo heshima ya pekee kutoka kwa Baba mbele ya malaika hakumpunguzii heshima ambayo alikuwa ameipokea awali. Malaika walilia. Nasema malaika walilia kwa shauku, walitafuta kumchochea Shetani kuukana mpango wake mwovu na kujitiisha kwa muumba wao, kwa maana wote hapo awali walikuwa na amani na upatano. Na ni nini kingeweza kusababisha sauti hii ya kupinga na uasi? Kwa hiyo hapa wazi tunaona hoja ya upinzani ilikuwa ni kuhusu Yesu Kristo mwana wa Mungu, na ndiyo maana malaika anasema waliweka wazi kwamba Yesu alikuwa mwana wa Mungu aliyekuwa pamoja na Mungu kabla ya malaika kuumbwa. Kwa hiyo alichokipinga Shetani ni kupinga ya kwamba Yesu hakuwa mwana wa Mungu aliyekuwa na Mungu kabla ya kuumbwa malaika. Hii ndiyo hoja ya Shetani ambayo aliileta mbinguni, na hivyo malaika wakajaribu kumshawishi na kumrudisha aweze kujisalimisha chini ya mamlaka ya Mungu, lakini Lucifer alikataa, na kwa hivyo alifukuzwa kutoka mbinguni. Tunasoma kitabu cha Ufunuo sura ya 12, alitupwa duniani, na alipotupwa duniani alianzisha kampeni yake ya upinzani dhidi ya mwana wa Mungu. Na ndio maana hata leo nadharia zilizotawala zinampinga Yesu Kristo kuwa ni mwana wa Mungu, na kwamba Mungu hana mwana kwa sababu hana mke. Ndizo hoja zinazowekwa. Ni udanganyifu, ni elimu ya uongo iliyoletwa na mwovu Ibilisi. Swali la kujiuliza, je, umefundishwa na Mungu? Mungu ndiye mwalimu wa kweli, ndiye anayetoa elimu ya kweli, na elimu ya kweli ya Mungu ni ushuhuda wa kweli kuhusu Yesu Kristo ya kwamba ni mwana wa Mungu ali hai. Na kama tukiamini ya kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu, ndiyo msingi wa uzima milele. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Asiyemwamini mwana wa Mungu amekwisha kuhukumiwa, kwa sababu hakuliamini jina pekee la mwana wa Mungu. Kwa hiyo mwana wa Mungu alitolewa na Mungu ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Hii ndiyo elimu ya kweli tunayoipata kwa Mungu, lakini elimu ya uongo ni kinyume chake. Je, umefundishwa na Mungu? Mwalimu wa kweli ni Mungu. Tunapaswa kujifunza kutoka kwa Mungu, maana Yesu anasema wote watakuwa wamefundishwa na Mungu, na hakuna awezaye kumwamini Yesu kuwa ni mwana wa Mungu isipokuwa amevutwa na amefundishwa na Baba aliye mbinguni. Mungu na kufundishe elimu ya kweli. Usiufanye moyo wako kuwa ni mgumu kumkubali na kumkiri Yesu Kristo kuwa ni mwana wa Mungu. Mungu na kufundishe elimu hii ya kweli ya kwamba Yesu Kristo ni mwana wake wa pekee na ndiye msingi wa uzima wa milele.